Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia hivi, tunakuwa tunajifunza vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu yoyote kuweza kuelewa nini ambacho kinafanyika na kwa nini, ili mwisho wa siku tuweze kupata ule mrejesho ambao tunauhitaji na kila mtu aweze kufikia malengo ambayo amefanya nini, amejiwekea. So karibuni sana. Leo tutajifunza kwa nini huuzi. Yani watu wengi kwa nini hawapendi kuuza, na hii ni effective. Sasa hii training iliandaliwa na bwana mmoja anaitwa Jonathan Ndali. Huyu ni mtaalamu wa mambo ya masoko ambaye alikuwa anafanya kazi BF Suma previously, na kwa kufanya kwake kazi ikampelekea mambo kuwa rahisi kuweza kutengeneza training kama hii. Kwa hiyo mpaka sasa hii ni training ambayo itakusaidia kuweza kufikia malengo yale ambayo unatamani kuweza kufikia. Mwisho wa siku, ukielewa vyema kuhusu training hii, utajikuta upo kwenye uwezo mkubwa wa kuweza kufanya mambo yaweze kuleta matokeo kwako, lakini si kwako tu, pia na timu yako. Kumbuka, mtu yoyote ambaye yupo kwenye training hii ni jukumu lake kujua kwamba haya anayojifunza hajifunzi kwa ajili yake peke yake, anajifunza kwa ajili yake na kizazi chake. Kumbuka, biashara yetu ni biashara ya duplication, monkey see, monkey do. Kwa hiyo unapojifunza inakuwa rahisi, inakuwa rahisi sana kuweza kujua baadhi ya vitu. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa inakuwa rahisi kwako kuweza kufahamu vitu fulani na wewe kwenda kuvifundisha kwa watu wengine. So leo tutaangalia why you are not selling. Hii inahusika na how to sell effectively. So hapa tutaangalia vitu ambavyo, kwa nini huuzi na kwa nini unatakiwa uuze. Kwenye introduction tutaangalia what is selling. Nini maana ya kuuza? Mtu akikwambia nini maana ya kuuza, kwa hiyo kuuza is simply assisting customers to make satisfying buying decisions by communicating how products and their features match customer needs and wants. Yani kuuza ni kwa kusema kumsaidia mteja aweze kuridhishwa ili aweze kufanya maamuzi ya kuweza kununua. Aha. Kununua kwa namna ambavyo umemuelezea bidhaa zako zinafanya nini, features zake, ili ziweze kuoana na mahitaji alionayo yeye mteja. Kwa hiyo leo mara nyingi watu wengi wameshindwa kufanya sales kwa sababu anakwenda kumpatia mtu viwanja, mtu ambaye ana hitaji la kununua gari. Kwa hiyo sio kama eti watu hela hawana. Mtu hela anayo, ila wewe ulichoenda kumuonyesha na hitaji lake havimechi. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni ngumu huyu mtu kuweza kufanya decision ya yeye kuweza kununua bidhaa ambazo wewe unaziuza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kwenye swala hilo. Kwa hiyo watu wengi wameshindwa kuweza kuuza kwa sababu anachanganya mafaili na kwenda kumweleza mtu jambo lingine wakati hitaji huyu mtu alionalo ni lingine. Kwa hiyo mwisho wa siku inampelekea kumuia vigumu huyu mtu kuweza kufanya maamuzi, je, anunue au asinunue. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kwenye swala zima la sales. Lakini pia sales involve providing customers product and service they wish to buy. Kwa hiyo lazima uwapatie customers wako kitu ambacho wao wanatamani kukinunua. Kwa hiyo utakapompelekea kitu ambacho customers wako anatamani kukinunua, ni rahisi sana kuweza kufikia decision na akafanya maamuzi ya kuweza kununua kile ambacho wewe unakiuza. Na failure to do that, maana yake sasa hapo, hiyo ni changamoto ambayo inaweza ikakupelekea ukashindwa kuuza bidhaa yako kwa sababu tu ulishindwa kuitranslate vizuri, na kushindwa kwako kuitranslate vizuri kunapelekea huyu mtu ashindwe kuelewa nini ambacho alikuwa anatakiwa kufanya nini, kukinunua. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia unapokuwa kwenye swala zima la kufanya sales. Kwa hiyo sales kwa watu wengi imekuwa ni changamoto sana, kwa sababu wanashindwa kumeet customers wanahitaji nini, ili wao waweze kuwapatia vitu customers ambacho
wanakihitaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye swala zima la sales. Lakini kwa mfano, unakwenda kumuuzia mtu pure and broken. Unapokwenda kumuuzia mtu pure and broken, lazima ujue kwamba huyu mtu anahitaji pure and broken, anahitaji prostate, anahitaji NMN au anahitaji kuwa recruited kwenye biashara. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo wewe lazima uvijue. Kwa hiyo utakapojua vitakupatia ahueni ya kuweza kuelewa kipi ambacho unadili nacho na unadili nacho kwa sababu gani. Kwa hiyo lazima ujue nini ambacho unakwenda kumuuzia mtu. Lakini jambo lingine, lazima ujue huyu mtu anatakiwa kununua bidhaa au anataka kujoin kwenye biashara. Lazima hawa watu wawili uwatofautisha. Ukishajua kuwatofautisha, itakupatia uwepesi kwenye namna gani ambavyo wewe unaweza ukapitch sales yako na ukapata exact person within a sales ile ambayo unahitaji. So hapa tutaangalia three reason why you are not selling. Kwa nini watu wanashindwa kuuza? Kwa nini watu hawauzi? Kwa nini watu hawawezi kuuza kitu fulani? Jambo la kwanza, lack of appropriate knowledge. Watu wanakuwa hawana taarifa sahihi ya kile ambacho anakiuza. Kwa hiyo kukosa kwako taarifa sahihi kwa kile ambacho unakwenda kukiuza kinapelekea ushindwe kueleweka kwa yule mtu. Unakwenda kumweleza kitu fulani, lakini wewe mwenyewe huna taarifa sahihi ya kile kitu, ila unataka ufanye sales. Hapo lazima itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu unapokosa ile knowledge ya product ulionayo ambayo unataka kumuuzia mtu, ni ngumu kuweza kumuuzia. Kuna jamaa yangu mmoja mwaka fulani alikuwa anataka kuuza magari, anataka kuuza magari, yaani kila siku yeye ni kuposti magari. Sasa siku moja nikampeleka kwa jamaa mmoja ambaye ni professional wa kuuza magari, akaniambia, akamuuliza maswali pale, magari gani ambayo unayapenda? Akamtajia BM sijui nini, akamwambia hebu nipatie variety nne za BMW. Akashindwa kutaja hizo variety za BMW, akamwambia tena nitajie. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba huyu mtu kwa sababu alikosa taarifa sahihi ya knowledge ya zile product alizonazo, ni ngumu kuweza kuuza. Lakini unapokuwa na appropriate knowledge, ni rahisi kuweza kumuuzia mtu mwingine, kwa sababu utakapomwambia atakuelewa, na akikuelewa ni rahisi kufanya maamuzi ya kuweza kununua. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza kwa nini watu wanashindwa kuuza bidhaa. Lakini sababu ya pili kwa nini watu wanashindwa kuuza ni lack of presentation skills. Hapa mtu anashindwa, hana ujuzi wa kuielezea au wa kupresent au wa kujielezea, kujinasibu, kuweza kuielezea bidhaa yake. Kwa hiyo utaangalia kwa nini watu wengi wanashindwa kuuza, kwa sababu pia hawana hiyo skills. Lakini jambo la tatu, not knowing the actual problem of the customer, kuto kuelewa tatizo halisi la mteja wako ni lipi, ndio maana unashindwa kufanya nini, unashindwa kuuza. Kwa hiyo unaweza ukaenda leo kwa mteja ana tatizo, lakini wewe umeshindwa kung'amua tatizo lake ni lipi. Umeongea vitu opposite, umemchanganya, akichanganyikiwa hawezi kufanya maamuzi ya kuweza kununua. Kwa hiyo ndio sababu kwa nini unashindwa kufanya nini, kuuza. Kwa hiyo unapokuwa na knowledge za kutosha kwenye kitu ambacho unakwenda ukiuza, ni rahisi sana kuweza kumuuzia mtu. Lakini unapokuwa na presentation skills, unapokuwa una uwezo wa kutoa taarifa zako kumpelekea mtu vizuri, watu sio wagumu, watu sio kama hawataki. People they are not buying because they want. People they buy because they remember. Nakumbuka mimi kipindi naanza biashara hii, mwanzoni kabisa aliyekuwa ananifundisha biashara hii alikuwa anaitwa Mr. Kenneth Tempa, ndo mentor wangu aliyenimenta kwenye hii biashara. Aliniambia hivi, watu hawanunui kwa sababu wanataka, watu wananunua kwa sababu wanakumbuka. Sasa unapopata nafasi ya kukutana na mtu ukamwelezea vizuri kuhusu wewe ni nani na una provide solution gani, na ukamfanya aweze kukumbuka kwamba una provide ile solution, kwa sababu yawezekana in current situation hana hilo tatizo, lakini haimaanishi kwamba hilo tatizo hata kuwa nalo. Kuna siku anaweza akapata tatizo hilo, lakini anapopata tatizo hilo anakukumbuka kwamba okay, solution ya hili kitu anacho mtu fulani. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kukutana na mtu, unapoenda kupitch sales zako, make sure unakuwa competence kwenye kumwelezea matatizo ambayo unayasolve, alafu umpatie nafasi em, umpatie nafasi yule mtu ya kuweza kufanya maamuzi ambaye baadaye anaweza akakumbuka, anaweza akakumbuka, na kwa kukumbuka kwake kwamba huyu mtu aliniambia kuhusu jambo fulani, anaweza akafanya maamuzi ya kununua. Mimi ninapata wateja leo ambao niliwaelezea zamani sana kuhusu biashara ya mtandao, niliwaelezea zamani sana, lakini leo ndo wanafanya maamuzi. Siku zote walikuwa wapi? They were there.
lakini kwa sababu anakumbuka kwamba okay, kuna huyu mtu anaitwa Chenza, na ndio maana tunapotumia mitandao ya kijamii we keep insist people to remember who are you. Leo wewe kama hujiposti, huposti shughuli zako, hujiposti unachokifanya, nani atakukumbuka? Make sure you do it regularly ili watu wakumbuke. Kuna siku mtu anaweza akapita kwenye nani yako, kwenye WhatsApp yako, akaona umeposti bidhaa, akaisoma, akaipuuzia. Kesho tena akapita, akaisoma. Kesho kutwa tena akapita, akakumbuka kwamba okay, uliongea kuhusu watu wenye miwasho sehemu za siri, watu wenye UTI, watu wenye fungus. Kwa sababu ameona mara nyingi, atakumbuka. Ipo siku anaweza kukutana na mtu akamwambia, bwana, yani mimi ni fangasi, UTI wananisumbua kweli. Akakumbuka, okay, Chenza alishaiposti kitu kama hiki, hebu ngoja nimuulize. Chenza, nilishaona kipindi fulani umeposti kuhusu bidhaa fulani ya vipi? Uko nayo tayari? Sales imeshakuwa pitched pale. Kwa hiyo ni presentation skills. Lakini kingine ni kujua tatizo ambalo watu wanakubaliana nalo. Mwisho wa siku, kuna mtu amechukua masweta na makoti anayauza Dar es Salaam, yuko busy kabisa na Zulula, anauza makoti yale ya baridi. Kumbe ameshindwa kuelewa tatizo la customer alionao. Kumbe makoti itakiwa aende akayauze Iringa, aende Njombe, aende Makambako, sehemu ambayo kuna baridi kali. Kwa hiyo sehemu ambayo kuna baridi kali inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu ameshajua hitaji la customers wake wanataka kitu gani. Kwa hiyo watu hawauzi kwa sababu ya hivi vitu vitatu. Sasa tukiangalia solution, namna gani mtu anaweza akawa na solution ili uweze kufanya biashara yako ya BF Suma iweze kuwa vizuri na uweze kupata sales. Jambo la kwanza, invest muda wako kusoma na kuzielewa product. Invest muda wako kusoma na kuzielewa product. Hasa zielewa bidhaa vizuri, itakuwa ni rahisi sana kwako kuweza kuwa na taarifa sahihi, ambazo kwa taarifa hizo sahihi ambazo utakuwa nazo, ni rahisi sana wewe kuweza kumwelekeza mtu na huyo mtu akafikia maamuzi ya kuweza kuelewa nini ambacho kinafanyika. Kwa hiyo jambo la kwanza, zijue kuhusu bidhaa, jua background ya hizi product. Na jambo la pili, jua active ingredient. Na jambo la tatu, jua ingredient zinapofanya kazi zinapoingia ndani ya mwili wa binadamu. Sasa hapa nitakufundisha technique fulani ambayo ni rahisi sana wewe kuweza kujua hizi bidhaa zinafanya nini. Ngoja nichukue bidhaa moja hapa. Mfano, hapa ndipo na bidhaa ambayo inaitwa X-Powerman Coffee. Ngoja nifungue kamera kwa wale ambao tuko hapa muweze kuniona. Yes, sijui kama mnaniona hapo. Ehem. Okay, ngoja. Ukichukua hii bidhaa ambayo inaitwa Experiment Coffee, hii bidhaa ina kitu fulani ambacho kipo, ambacho hapa inaonyesha kabisa active ingredients. Sasa ukichukua active ingredients, hii bidhaa inafanya kazi gani? Yaani wakati fulani hata uhitaji kutumia nguvu nyingi, kwa sababu kumbuka hizi bidhaa sisi ni food supplement. Kwa hiyo unaweza ukachukua tu hapo ukaandika function of ginseng, kwa sababu moja ya ingredient zilizopo kwenye hii bidhaa, kuna ginseng extract, kuna tonkat ali extract, kuna maca extract na epimedium extract. Hizi ndio ingredient ambazo zimo kwenye hii bidhaa. Sasa unaingia tu kwenye ChatGPT unaandika, kwa sababu dunia sasa hivi ina taarifa zote. Ina taarifa zote. Kwa hiyo ukishaandika hapa function of, kwa tayari inakuletea hizi function moja kwa moja, inakwambia recognitive to the mental function. Hizi ni taarifa ambazo unazipata kwenye ChatGPT, ambazo hata wewe ukiingiza sasa hivi zitakwambia ina reduce mental fatigue, ina energy and physical performance, ina boost na kupatia mtu physical performance, ina deal kwenye mambo ya antioxidant, inasaidia katika colonial and sexual health. Kwa hiyo utagundua hii bidhaa inaenda kuwasaidia watu kwenye swala zima la sexual. Sio hivyo tu, inakwenda kufanya kazi zingine nyingi. Hasa unapokuwa umesoma active ingredient kwenye bidhaa, ni rahisi kuweza kupata taarifa sahihi. Kwa hiyo vitu vya kujua, lazima ujue background ya product. Kwa mfano, ukienda kusoma historia ya Tonkat Ali, mmea, utagundua mtu
kugundua huu mmea alikuwa ni mchunga mbuzi. Hiyo nani, hii Epimedium extract alikuwa ni mchunga mbuzi, ambapo kila akichunga mbuzi alikuwa akishangaa, mbona mbuzi yani kuna sehemu kuna majani fulani akiwapeleka wakila, yani mbuzi muda wote ni full kupandana, yani hawa mbuzi shida ni nini yani? Kwa hiyo kila akiwapeleka hapo, yani wakishakula yale majani dakika mbili tu unakuta dume mbio kwenda kupanda majike. Kwa hiyo akaamua naye kutumia huyu bwana alikuwa ni mtafiti, alipoamua kutumia na yeye akajikuta yuko on fire. Kwa hiyo akagundua okay. Kwa hiyo historia ya mmea unaitwa Epimedium extract, utagundua kwamba okay, kumbe ndio hivyo inavyofanya kazi pale inapokwenda kufanya kazi mwilini. Kwa hiyo utakapozijua ingredient itakusaidia. Kwa hiyo zijue ingredient kwenye kila bidhaa. Unataka ufanikiwe kwenye biashara, unataka ufanikiwe kwenye mauzo, unataka uuze product nyingi, unataka upate faida kubwa, invest muda wako kuweza kujifunza na kuweza kuwaelekeza, ili uwe na taarifa sahihi unapoongea na mtu, iweze kuwa rahisi kwako. Usitake kupata matokeo kwa kazi ambayo hujafanya, utakuwa ni mbabaishaji, na hatutaki watu wababaishaji. Tunataka watu wenye content, watu wenye maelezo yaliyonyooka, ili waweze kupitch sales, waweze kuwa mamaster kwenye kusell, ili at least mtu kwa mwezi aweze kuuza point 1,000. Katika point 1,000 atengeneze faida hata milioni mbili kwa mwezi. Kwa faida milioni mbili kwa mwezi na umetumia mtaji wa 1,500,000, utagundua kwamba biashara yako inalipa na utakuwa na furaha sana. Hasa hebu assume leo umeongeza milioni mbili tu kwenye mauzo kwa mwezi mzima, nje ya mshahara wako, kama wewe ni mfanyakazi au kama wewe ni una other deals ambazo unafanya ukaingiza, utajigundua ni mtu ambaye unapata furaha, unakuwa unajisikia vizuri na unaendelea kuwa vizuri. Lakini jambo lingine, use the product frequently to know how they function. Kuwa mtumiaji wa bidhaa, usiishie tu kuwa mtu ambaye unauza bidhaa wakati wewe mwenyewe hufanyi nini, hutumii. Huu ni mtego mbaya sana ambao watu wengi leo wanao. Wanapenda kuuza ila kutumia bidhaa wao kama wao hawatumii. Leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi mwenyewe sio tu muuzaji wa bidhaa, pia ni mtumiaji wa hizi bidhaa. Ninatumia, yani ninatumia kwa sababu na mimi mwenyewe ni binadamu, na kuna siku na mimi na nitakuja kuumwa kama sintokuwa mtumiaji wa nini, wa bidhaa. Kwa hiyo niko na bidhaa hapa, nataka nikuonyeshe ambazo binafsi ninazitumia na ninazitumia. Kwa hiyo kwa sababu ninazitumia, I trust this product, kwa sababu mimi mwenyewe ni mtumiaji wa hizi bidhaa na ninaziamini. Kwa hiyo sio mtu tu kwamba eti yule anatuuzia tu bidhaa. Siuzi tu bidhaa, ninatumia pia. Kwa hiyo siishii kwenye kuziuza, pia ninazitumia. Hapa nitakuonyesha bidhaa ambazo niko nazo ili uweze kuelewa kwamba okay, kumbe people they are using product. Kwa sababu mtu anaweza akafikiri kwamba okay, you pitch sales lakini you are not using the product. So mimi pia ninatumia bidhaa. Sasa hapa nitakuonyesha bidhaa ambazo natumia. Nina kahawa hii hapa, hii inaitwa Ginseng Coffee. Hii Ginseng Coffee huwa napenda sana mimi binafsi, kila siku lazima nichanganye mara mbili. Nachanganya hii ginseng na reishi. Kwa hiyo napokunywa mpigo mmoja, mi napiga ile heavy. Kwa hiyo nachanganya reishi coffee na ginseng coffee, nachanganya. Kwa hiyo nikichanganya hivi napata taste moja ambayo ni nzuri sana. Lakini pia jioni kama sasa hivi nakuwa natumia Experiment coffee na Cordyceps coffee, nachanganya na zenyewe natumia. Kwa hiyo nakuwa niko vizuri, kwa sababu hizi ni ingredient ambazo ni muhimu sana mimi kuzipata mwilini. Lakini kwa sasa, moja ya bidhaa ambazo nazitumia kwa sasa, ninatumia Detox Live. Hii ni kwa ajili ya kutoa sumu kwenye ini. Hii detox live natoa sumu kwenye ini, lakini pia nasafisha figo. Kwa hiyo hata mkojo wangu ambao nautoa na ugundua kabisa unakuwa uko tofauti, kwa sababu katika kula, nimesafiri, nimeenda China, maeneo mbalimbali, nimekula vitu mbalimbali. Kwa hiyo kuna nyakati natakiwa nifanye mwili wangu uwe na nini, na detox. Lakini pia natumia hii Quadreish. Quadreish ni bidhaa ambayo naitumia kabisa. Mtu anaweza sema mbona zimefunguliwa kabisa, yani sio kama ninazo hapa kama mapambo. Ni bidhaa ambazo mimi mwenyewe nafanya nini, nazitumia. Lakini pia nina Anthro Extra. Anthro Extra ina deal na mambo ya migongo. Kwa mfano mimi najua mimi naendesha gari sana, naendesha pikipiki, na hizi hapa zimefunguliwa jamani. Sije ukasema anatuonyesha machupa ambayo anaenda kuwapelekea wateja. No, zimefunguliwa kabisa hizi bidhaa. Kwa hiyo ninapata nafasi ya kuweza kufanya nini? Kutumia hizi bidhaa, kwa sababu najua kabisa nakaa kwenye gari, naendesha gari muda mrefu. Hii inanisaidia kwenye swala zima la mgongo. Siumi by the way, lakini
I take care my health kwa kutumia hii, ili baadaye mgongo wangu usije ukaleta nini, ukaleta shida. Kwa sasa nyingine ninayotumia ni hii refined Yunzi essence. Refined Yunzi essence ninaitumia kwa sababu ninafahamu matumizi ya simu, muda wote simu ziko mikononi, na kama ulikuwa ujui, simu ina mionzi mikali sana ambayo inasababisha seli nyingi za kansa mwilini. Kama ulikuwa huna habari, fahamu leo. Kwa hiyo mimi ninatumia sana hii kwa sababu natumia sana simu. Simu ipo karibu na mimi muda mwingi. Kwa hiyo kwa sababu natumia, lazima nitumie Yunzi kila baada ya miezi mitatu, at least ninywe chupa moja, ili niondoe ile side effect ya ile rays ambazo zimeingia ndani ya mwili, ili niendelee kuwa nini, kuwa safe. Kwa hiyo hizi ni bidhaa, lakini pia popote nilipo sikosi antida. Hii antida inasaidia, kwa mfano nimekula chakula kina food poison, ni rahisi sana kuweza kutumia hii na nika safi, hata kama tumbo lilikuwa linafanya nini, linaniuma. Kwa hiyo hapa nazungumzia, don't be a seller of the product, be a user of the product. Wewe mwenyewe usiishie tu kuwauzia watu na kuambia bidhaa hizi nzuri sana, wewe mwenyewe hata ujui rangi ya bidhaa ipo vipi. Buy product, use product. Utakapotumia bidhaa utaziamini, kwa sababu kuna vitu ambavyo vitakuwa vimefanya. Kwa make sure you buy monthly na unatumia. Hii itakupatia knowledge pamoja na experience. Kwa mfano, mwanzoni mimi kipindi naanza biashara, nakumbuka nilitumia Constellilax. Nilipotumia Constellilax nilikuta tumbo langu linajaa gesi, tumbo linaunguruma, tumbo linafanya nini, na nilipoanza kwenda kupata haja kubwa, nilikuwa napata haja kubwa nyeusi. Nikawa na panic, hii ni nini? Baadaye nashangaa jasho linatoka mwilini. Ndo baadaye nikija kujua kwamba okay, hii product kwa sababu nimetumia, nilikuwa na toxic nyingi sana mwilini. Kwa hiyo ile utoaji wa zile sumu mwilini unapoanza kufanyika, maana yake kwenye inapoenda ku cleanse ile colon, kwa sababu ni colon cleanser kwenye ile digestion system, utumbo mpana, inapoenda kutoa zile waste zote, kumbe ngozi ina uwiano mkubwa sana na mmeng'enyo wa nini, wa chakula. Kwa hiyo nikaanza kuona tofauti. Kwa hiyo hii itakusaidia kuweza kupata confidence unapoenda kuuza bidhaa, kwa sababu utakuwa unauza kitu ambacho unakifahamu vizuri sana. Utakuwa unakifahamu vizuri sana. So kingine, grow your understanding of the marketing plan. Elewa mpango masoko wa BF Suma, ielewe marketing plan. Kwa hiyo ifahamu marketing plan, sometimes jua calculations za marketing plan ambazo zinafanyika, ili iwe rahisi wewe kuweza kumweleza mtu mwingine. Lakini pia unatakiwa ujue kurecruit, na itakusaidia utakapojua marketing plan kwenda kumwelezea mtu, kwa sababu wakati fulani watu, kwa sababu ya kushindwa kuelezea vizuri biashara yako na namna gani ina faida zake, mtu mwingine anashindwa kuielewa biashara. Na ndio maana network marketing, asilimia kubwa watu wengi wanaona kama ni biashara ya kitapeli tapeli hivi, yani imekaa, watu wana wrong perception, lete mtu alafu waje watapeliwa pamoja, alafu yule aliyeanza biashara ndo apate hela nyingi, which is wrong. Kwa hiyo unapofahamu marketing plan, inakusaidia kuweza kuelewa kwamba si tu kuleta mtu, why unatakiwa ujoinishe watu. Kwa hiyo understanding a marketing plan is very important. Lakini pia understand the history of network marketing, understand history ya BF Suma na industry nzima kwa ukubwa wake. Jua top leaders wa industry. Kwa hiyo leo ukiingia kwenye mtandao wa Business for Home, utagundua kuna watu wengi wanatengeneza pesa. Mtu anatengeneza mpaka dola milioni moja kwa mwezi kwa sababu tu ya network marketing, kwa sababu ana timu kubwa ya watu, kwa sababu hii biashara inakupatia unlimited earning potential. Unaweza ukapata kiwango chochote cha pesa ambacho unakihitaji kwa network marketing. Kwa hiyo ni vitu muhimu sana ambavyo mtu anatakiwa aweze kuvijua, ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu, lakini kingine, uh, knowledge kuhusu BF Soma na knowledge kuhusu product itakufanya wewe uweze kuwa mwepesi kwenye kupresent na kuweza kumfanya mtu umwamue awe nani. Unaweza ukaamua mtu akawa customer au ukamfanya mtu akawa business partner. Tuna option mbili, kumfanya mtu aweze kuwa customer au business partner. Hiyo ni vitu ambavyo vyote vinawezekana. Kwa hiyo presentation skills ni muhimu sana, ili kuweza kufanya biashara yako iweze kurun vizuri. Kwa hiyo the key to get it right is always to keep our customers engaged. Listen, ask question, offer real solution. The longer you can keep their attention, the higher your chances of winning over them. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza na customers wako, kwa hiyo ni muhimu sana kuwasikiliza maswali wanayouliza, be conscious maswali wanayokuuliza, offer solution, wasaidie. Itakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kuwafanya waweze kufikia. Kwa hiyo mwisho wa siku unatakiwa upresent like a pro. During the first few minutes of your presentation, your job is to assure audience members that are
not going to waste their time and attention. Haya ni maneno ambayo aliyaongea bwana mmoja anaitwa Del Lagin, na huyu bwana aliyazungumza haya maneno, kwa hiyo ni muhimu sana. So kuna tips za kupresent kama pro. Jambo la kwanza, fanya research kuhusu customers. Mara nyingi watu wengi wanashindwa kuwini customers wao kwa sababu hawafanyi research. Yeye mteja akishamuuliza hiyo bei shingapi, yeye ashalopoka bei bila kujua historia ya huyu mtu. So kuna tricks ambazo unatakiwa uzijue. Kwa hiyo mjue kwanza research kuhusu customers wako. Who are they? Where do they live? What they do for a living? Hivi ni vitu vitatu ambavyo mtu anatakiwa ujue. Mjue mteja unayemuuzia ili uweze kuwa na pitch sahihi kwake. Kwa mfano, mimi leo ukaniambia mimi ninaishi Mwabwepande, kuna sense inaanza kuja kichwani mwangu. Kwa hiyo nitakuwa conscious kujua okay, nahitaji kuwa na maelezo ya ziada kwa sababu maybe huyu mtu hana big exposure. Mtu akaniambia naishi Masaki, kitendo chake cha kuniambia tunaishi Masaki, naelewa Masaki nyumba kwanza bei. Masaki nyumbani kwako au umepanga? Akamwambia Masaki pale ninaishi kwenye apartment fulani. Okay. Kwa hiyo nakuwa na maswali tu madam nijue anaishi wapi, nijue anafanya nini, kazi yake ni nini. Kwa mfano mtu anaweza kaniambia bwana, najua afya yangu mbovu. Unafanya kazi gani? Mimi ni dereva. Ah, unajua. Ah, mimi bwana, unajua mimi nauza nguo. Nguo hao unauzaje, yani mitumbani, wapi? Kwa hiyo maswali yale ambayo namuuliza, nataka kumjua mteja wangu. Nikishamjua nakuwa najua mteja wangu huyu nitampichi wapi. Hiyo ni namna nzuri sana ya kuweza kujua. Lakini jambo la pili, offer a solution to their problems. Wanapokuambia matatizo yao, yaelewe matatizo yao vizuri, na unatakiwa uoffer solution kwenye matatizo walionayo. Usianze kuleta bla bla. Unapo offer solution kwenye matatizo walionayo, ni rahisi kuweza kuwawin na wakafanya. Kwa hiyo unatakiwa hapa uwe na homework, ujiulize maswali we mwenyewe, ujue matatizo ambayo watu wengi wanakutana nayo, na ujue chance ya ku acknowledge na kuweza kufanya nini, kusolve matatizo yao. Kwa hiyo hapa mimi mara nyingi ninaweka ninajua kwa mfano matatizo mengi ya mifupa, lazima nijue dalili zake, kwamba watu wenye tatizo la mifupa wana dalili zipi, watu wenye uric acid mwilini wana dalili zipi. Hizi ni information ambazo zipo, ukiingia ChatGPT unazipata. Dunia ya leo taarifa ziko everywhere, ni wewe tu na uvivu wako tu. Lakini kama ni mtu ambaye you are serious, you want to be a champion, you want to win in this life, you want to be in the next level, unaingia ChatGPT, unasoma, unatenga muda wako. Leo nataka ni ufahamu ugonjwa wa kisukari, uelewe ugonjwa wa kisukari vizuri, ili unapoenda kupitch product zako uwe na relevant information kwa huyu mtu na kumfanya huyu mtu aweze kufanya maamuzi hivyo. Lakini kuwa tayari kwa ajili ya objections. Kuna most of common objections zinazofahamika. Budget, okay, ngoja nikatafuta hela, budget ndogo. Lazima ujue how to handle those objections. Unajua mimi sasa, je, hizi bidhaa zimesajiliwa? Wo, wo, wo. Lazima ujue kujibu hilo swali. Aha. Mtu anasema kwa muda gani nitapona? Lazima ujue kujibu hilo swali. Mbona hizi bidhaa kuna rafiki yangu ashaitumia hazijai kumsaidia? Lazima ujue. Mteja before hajatoa hela yake anakuwa mjanja mjanja, anacheza na akili yako mpaka uweze kumfikisha pale anapopataka, ndipo aweze kuamini. Wewe unatakiwa umuulize maswali pia. Okay, fine, alitumia nini? Alitumia nini? Kwa hiyo lazima uwe conscious. Je, alitumia bidhaa za BF Suma? Unatakiwa win ile trust alionayo. Kwa hiyo mwisho wa siku unatakiwa ujue pia competitors ambao mko nao wanafanya nini, wanauza bidhaa zipi ambazo labda maybe anaweza kawa alitumia hazikumpa matokeo, na wewe unapoenda kuifagilia ya kwako unaifagilia katika lengo ipi, ili mwisho wa siku uweze kufikia malengo ya kile ambacho ulikuwa unatamani kuweza kukifanya nini. Kwa hiyo lazima ujue maswali yako, weka attention kwenye maswali anayokuuliza. Weka attention kwenye maswali yale ambayo anaweza akaanza kukuprovoke, kwa sababu wateja wengine wana hiyo tabia. Hawezi kutoa hela yake rahisi rahisi, lazima akuprovoke kwanza, akusikilizie. Passion yako iko vipi? Unaweza kushangaa wewe mwenyewe umeshindwa, umekosa uvumilivu, yeye kwake amewin. Kwa hivyo ni vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa uweze kuvijua. Sasa mambo mengine, yajue matatizo. Kwa hiyo research iliyofanyika Tanzania iliona kwamba watu wengi wanashindwa kuuza kwa sababu wanaenda kuuza lakini hawajui matatizo. Hawajui matatizo ya wateja. Yaani wao wako kuuza tu. Hii bidhaa nzuri sana. Hajui tatizo hiyo bidhaa inasolve tatizo gani? Yaani anajua moja tu. Alafu ndio imeisha. Kwa hiyo hawajui actual problem. Hawajui.
Kwa hiyo distributor wengi walijikuta wanakuwa na bidhaa lakini wanashindwa kuziuza na hawapati PV na hawapati profit kwa sababu hawapo kwa ajili ya kusolve matatizo ya customers walionao. Mwisho wa siku wanakuwa wamemiss. Lakini hii inasababisha kuwa customers wanashindwa kuwa satisfied na maelezo ambayo wanapewa, wanashindwa kununua papo kwa papo. Lakini pia hata kama akipata maelezo mazuri, hawa watu wanashindwa kufanya long term follow up ili mtu aweze kufanya maamuzi kwamba okay, sasa nanunua hii bidhaa, kwa sababu wengi anaweza akaelewa akapenda, lakini hana pesa right time. Yeah, what are you doing? Sasa unatakiwa uwe una keep record. That's why you need to have a diary book. Mtu akikwambia mwisho wa mwezi nione ninunue hiyo bidhaa. Sasa mwisho wa mwezi ni lini? Kila mtu ana mwisho wa mwezi wake. Wabongo mwisho wa mwezi kwao ni siku ambapo anapokea mshahara au siku ambapo anakuwa na hela. Sasa yeye amekwambia njoo mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi kwake ni tarehe 25. Unatakiwa umuulize tarehe ngapi? Atakwambia tarehe 25. Nenda kwenye notebook kaandike tarehe 25 ndaenda kumuuzia mtu fulani bidhaa fulani kwa kiasi fulani, faida yangu ni kiasi fulani. Kwa hiyo every morning, kitu cha kwanza unapoamka, you go to your diary book, unafungua unaangalia, okay, leo sina activity. Leo kuna mteja nilimpata miezi miwili iliyopita, alisema leo nimpelekee bidhaa. Unamnyanyukia hewani, leo habari ya siku nyingi sana, unanikumbuka? Nikumbushe bwana, mimi Chenza. Bwana, nilipoteza namba yako. Bwana, uliniambia leo nikuletee bidhaa, sasa nilikuwa nakuuliza nikuletee wapi na saa ngapi? Okay, nimekumbuka. Sasa naomba niletee kesho. Aha, unahamisha appointment unaipeleka kesho. Kwa kesho ikifika ukimpigia, bwana niletee niko Mikocheni. Shh, Mikocheni umepeleka, umeondoka, umetengeneza faida yako. Tayari target imekuwepo pale. Kwa hiyo kwenye sales hicho ni kitu muhimu. Kumbuka kwenye sales kuna bwana mmoja alisema sales is something that jobs are never end. Yaani kwenye swala la sales dunia nzima hakunaga kazi zishaisha kwenye sales. Ila to do sales effectively ni kitu ambacho dunia inakihitaji na watu wengi hawana. Kwa hiyo hizi ni tips. So unapo face solutions, get to ask customer about the background of the problems. Usiende tu mteja akakwambia hiyo bidhaa shingapi? Hiyo 200,000. Unampoteza. Hiyo bidhaa shingapi? Kwani wewe unaumwa nini? Tuanzie hapo kwanza. Tatizo lako hasa ni nini? Mimi bwana, unajua miguu inakuwaga hivi na hivi. Limeanza tatizo lako lini? Okay. Je, ushaitumia kitu kingine chochote? Lazima umsogeze karibu. Ushaitumia kitu kingine chochote? Hapana, nimekuwa nikitumia dawa lakini siponi. Umetumia dawa kwa muda gani? Okay. Hizo dawa tukio ulivyotumia, kuna siku ambapo ulipata nafuu ya aina yoyote? Hapana. Sina nini na nini. Sasa hapo ushapata historia ya mteja. So it's very easy kwako kwenda na bidhaa zako, kwa sababu unasema sasa bidhaa ambazo mimi nakupatia, make sure unazitumia kwa kipindi cha miezi 3 mfululizo ili upate matokeo ambayo ni positive. Kukatisha dozi katikati pale utakapojisikia at least umepata unafuu, hakumaanishi kwamba umepona tatizo lako au tatizo lako limerudi kawaida. Kwa hiyo unamleta customer afu unaenda. Kwa hiyo listen to offer a solution, not to reply. Kuna watu wanasikiliza ili wajibu, lakini hawasikilizi ili watoe suluhisho. Yaani yeye tayari ana majibu kichwani. Yaani yeye tayari anakusikiliza ili akujibu, ila hasikilizi ili atoe solution. Kwa hiyo kuwa msikilizaji ambaye unatoa solution mwisho wa siku. So usifocus kwenye PV na profit, bali focus kwenye vision ya BF Suma ambayo ni brighter life and better future. Huyu mtu utakapomfanyia vizuri, je, ataenda kurecommend kwa mtu mwingine kuhusu uzuri wa product zetu? Je, wewe mpaka sasa hivi ukifanya research kuhusu bidhaa za BF Suma, negative na positive zipi ni nyingi? Je, wangekuwa watu wote wako kama wewe waliotangulia wangekuwa wanafanya biashara hovyo hovyo, je, biashara ungeikuta ikiwa katika mazingira mazuri? Hayo ndio maswali ambayo unatakiwa ujiulize. Kwa hiyo unatakiwa uitembeze vision ya kampuni ya BF Suma ambayo inasema brighter life, better future. Jambo ambalo unatakiwa ukumbuke, BF Suma is not an hospital. Ukiona unashindwa, seek for necessary help kutoka kwa viongozi wako, ili mwisho wa siku usije ukaleta mambo ya ajabu, mwisho wa siku mambo yakakushinda. Lakini ni jambo lingine, customers wako anapokuwa ameridhishwa na huduma yako, hiyo ndio inatakiwa hiyo priority yako. Yaani mimi huwa nafurahia mteja wangu atakaponipigia simu kuniambia, Chenza, nakushukuru sana, ile bidhaa ulionipa mama yangu sasa hivi ana maumivu miguuni yameisha. Yaani hiyo ndo naitafuta, hiyo najisikia vizuri sana kuliko vitu vingine vyote, ambapo nakuwa na solve solution kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo hapo unatakiwa ufanye follow up and consistent. Unapompatia mteja, haumpatii tu na kumkimbia, lazima umpigie simu mara kwa mara kumuuliza, muingiza kwenye list ya watu ambao unawahudumia. Jua mteja wako amechukua bidhaa gani,
jua bidhaa yake inaisha lini kama anaitumia vizuri. Maana yake unajua kabisa bidhaa hii, kwa mfano hii refined used, mimi nikimpa mtu leo na akaniambia jioni nimeanza kutumia, mimi nahesabu siku 14, najua bidhaa siku 10, nampigia simu, unaendeleaje kutumia bidhaa? Ah bwana, naitumia. Kweli unatumia au hutumii? Ah, mimi natumia hizi bidhaa. Ehe. Hamna siku umeruka? Hakuna siku nimeruka. Okay. Vidonge vyako vitakuwa vimebaki vichache. Unaonaje nikuletee nyingine ili usije ukakatisha dozi katikati? Ah, hebu ngoja nihesabu. Hey, kweli vimebaki vya siku 2. Ah, okay. Sasa naomba kesho nikupigie uniletee vingine. Tayari unaunganisha cells, kwa sababu mwisho wa siku tunachokitafuta sisi ni consistent buying of the product ya watu wanapotumia kupata solution. Ametumia bidhaa, amepona. Sasa kama amepona, sina mconvert na kuwa business partner, namjoinisha na yeye anaenda kuambia wengine. Basi ndio hivyo, biashara inazidi kufanya nini? Kutanuka. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Every sales conversation should end up with call, action and relevant to the customer. Manake unatamani mteja wako at the end of the day yeye aweze kuwa testimony kwa sababu ametumia bidhaa na zimefanya vizuri. Actually mimi personally sitafutagi, ndio maana unakuta mimi mara nyingi sipostigi bidhaa mtandaoni, kwa sababu nina wateja wangu ambao wateja wangu wananikutanishaga na wateja wengine kwa sababu ya namna walivyopata good solution toward my service. Kwa hiyo mimi I'm very good in service. Na hii ni wiki ya, tupo kwenye wiki ya nini, ya huduma kwa mteja. Kwa hiyo kamfuka kama sasa hivi nishaweka promotion zangu kwamba mtu yote atakayeniletea mteja mwenye tatizo labda la digestion system, nitampatia zawadi yeye aliyemleta huyo mtu. Kwa hiyo sasa hivi kuna wateja wangu wako wananitafutia nini? Yaani wateja niliwauziaga wao, bidhaa zimefanya kazi, wanaenda kunitafutia na wenyewe wateja. Kwa hiyo wakienda huko wanaenda wakiwa na maneno ambayo hata mimi sijawatuma. Yaani wao wenyewe wana maneno yao, wanaenda kuambia. Sasa kumbuka, anapokwenda kuzungumza mtu ambaye amepata solution direct, feedback inakuwa ni very awesome. Kwa hiyo yule mtu anakuja akiwa na trust ya yule mtu, wala hahitaji kunijua mimi. Cheza, nimepewa namba yako, nahitaji bidhaa fulani. Imeisha hiyo tayari. Kama hivi kesho nina mtu yuko Australia ananifuatilia for so long, akakutana na mtu mwingine ambaye yule mtu alishatumia bidhaa zangu. Kuna siku alikuwa anapiga story, akaja kunipigia simu, bwana Chenza, kuna jamaa mmoja bwana, ni rafiki yangu, ameniambia ametumia bidhaa zako zimefanya kazi sana. Sasa nina mamangu mdogo na tatizo la bawasiri, so how can you help? Namba yake hii hapa, mpigie. Nikampigia, bwana, nimepewa namba yako bwana, tayari. Ah, nimepewa namba yako, hizo bidhaa shilingi ngapi? Nikajiropokesha tu bei. Ah, sawa basi, namba gani nitume hela? Yani imeisha tayari, kaingiza hela. Business done. And business is all about money in. That's a business. The rest of things, that's a stories, lakini business is all about money in. Kwa hiyo mambo mengine yakawa yameenda vizuri. Kwa hiyo unapomfanyia follow up customers, kuna vitu viwili ambavyo unakwenda kuvifanya. Jambo la kwanza, ina increase trust kwenye mahusiano between yeye na yeye, lakini customer inavyokwenda unamfanya aendelee kununua zaidi na zaidi, anakuwa frequent buyer na mwisho wa siku atajoin biashara. The customer will give you referral, more new customer to work with. That's increase sales. Kwa hiyo customer mmoja atakuunganisha na mwingine na mwingine, na hiyo pia inaongeza sales nyingine. Sasa kuna huu mchoro ambao uko hapo unasema hivi. Generating leads, lazima utengeneze leads. Hizi ni steps katika selling process. Generate leads, qualifying leads, approach the customer, develop solution, handling objection, close the sale, make a follow up. Hivyo tu, hiyo ndo sales, hizo ndo step. Kwa hiyo unapo generate leads ni pale ambapo unakuwa umekaa na mtu mnazungumza, unamwelekeza kuhusu kitu ambacho uko nacho na solution ambayo unakuwa nayo. Lakini kingine una qualify lead. Unapo qualify ni kwamba unapomwelekeza kwamba hiki kinafanya hiki, ukitumia hiki kinaondoa hiki. Bidhaa hii inasolve tatizo hili na hili na hili kwa mtu anayetumia mara kwa mara. Lakini unaenda kumwelekeza kwamba mtu mwenye tatizo kama hili asipopata solution kwa muda mrefu itampelekea kupata hiki na hiki na hiki na hiki, then una approach the customer. Mwisho wa siku una develop solution. So solution ni nini? Solution ni kwamba anza kutumia bidhaa za mifupa ili baadaye usije ukapata matatizo ambayo yatakusababisha ushindwe kutembea. Utafika mahali utashindwa kutembea, utatumia magongo. Unajua maumivu ambayo mtu anayapata, nenda Moi pale kawaangalia watu ambao wamepata matatizo ya migongo na hawajavunjika na wala hawajaanguka, ni kwa sababu tu walipuuzia kupata matibabu mapema. Okay, anachukulia serious. Kingine, handling objection. Nataka kukwambia hizi bidhaa hazifanyi kazi, nani ashaitumia? Handle hiyo objection. Unajua bidhaa zenu ni bei sana. Handle that objection. Bei ukilinganisha na nini? Kwa sababu unaponiambia leo ni bei kununua bidhaa 700,000,
za mgongo kwa dozi ya miezi 6, lakini ukiumwa unakwenda Moi, unafahamu kabisa kiasi gani cha pesa kitaenda kutoka. So kama ukiniambia expensive, expensive ukilinganisha na nini? Kwa hiyo lazima ujue kuhandle hizo. Mwisho wa siku close sales, mwambie unataka kuanza dozi yako lini, kwa sababu wiki ijayo tunategemea kuwa na promotion ya kununua bidhaa kwa less than 20%. Kwa maybe kama utakuwa tayari, organize bajeti zako ili mwezi ujao ni kuingize kwenye listi ili uweze kupata bidhaa kwa discount, na hiyo itakusaidia kuweza kufanya biashara yako, kufanya nani, uweze kupata bidhaa vizuri. Tayari umeshamclose wewe, zina sales zinapunguzwa, hazina mteja ajuagi. Mbona wewe unaendaga supermarket unakuta on sale, waongo watupu, hamna cha sale wala cha nini, bei ni zile zile, ile umeandikiwa pale on sale, to sale 20% off, na wewe umejaa kwenye mfumo 20% off. That's sales technique, ndugu yangu. Ni wewe tu unakuwaga ujui hizo vitu, lakini ni technique ambazo unaklozia, hizo ni sales genuine kabisa. Then make follow up, fuatilia. Ametumia, mfuatilie. Alisema atakuja, mfuatilie. Mwisho wa siku umetengeneza nini? Sales. So that's all about training ya leo ambayo nilikuwa nafundisha kuhusu sales. So nikaribishe mwenye swali aweze kuuliza kuhusu chochote katika training ya leo.